Mambo vipi? Hamjambo watoto wazuri? Karibu wako balozi wa haki Haika Joseph Mgaza na Haikalisa. Leo tunaangazia kuhusiana na mtoto salama taifa imara. Hapa tunataka kuhakikisha kila mtoto anapata kutambua kuhusiana na haki, na hii ni Mtoto Salama TV. Tunapozungumzia kuhusiana na mtoto salama taifa imara, tunaangazia kuhusu haki mbalimbali na wajibu wa mtoto. Leo nitakupitisha ili uweze kutambua haki mbalimbali ambazo watoto wanastahili. Ungana nami. Miongoni mwa haki ambazo tutaenda kuziangazia siku ya leo, nitakutajia, lakini pia tutaangalia kwa undani zaidi. Tunasema mtoto salama taifa imara, na hizi ndizo haki zetu tutakazojifunza pamoja na nyingine. Haki ya elimu, haki ya ulinzi ambayo ni dhidi ya ukatili, haki ya afya, haki ya kusikilizwa. Wajibu wa mtoto lazima tutambue sisi kama watoto tuna wajibu, lakini pia jinsi ya kuripoti ukatili. Sawa. Kwanza ningependa tufahamu mtoto ni nani? Mtoto ni malaika. Je, ni kweli? Utaniambia. Sawa. Mimi pia naweza kuwa mtoto? Hapana. Mtoto anakuwa ana umri chini ya miaka 18. Na tukizungumzia mtoto anatakiwa kulindwa. Ukitoa kulindwa, lazima atambue haki na wajibu. Japo ni mtoto na yuko chini ya umri na hana maamuzi kamili, lakini anatakiwa kutambua haki zake. Mimi kama mzazi au mlezi, na wewe pia unatakiwa usifahamu haki za mtoto. Mtoto pia unatakiwa ujue haki zako. Tunaanza na haki ya kwanza. Mtoto ana haki ya kuishi. Hii ni haki ya muhimu sana. Anatakiwa kuishi salama na kustawi. Kustawi tunamaanisha kuwa sawa. Lakini pia lazima tujue haki zipi za muhimu ambazo mtoto anatakiwa kuwa nazo. Kwanza tunatakiwa tuwafundishe watoto wafahamu haki zao za msingi. Hii itawasaidia wao waweze kujilinda. Sawa? Kila mtoto ana haki ya kuishi salama, pendwa na kupata fursa ya kufikia ndoto zake. Hicho ni kipengele kingine, tutajadili kuhusiana na ndoto kipindi kijacho. Sawa? Haki ya elimu. Hii ni haki ya msingi. Mtoto tayari ameshapata maisha, anaishi, lakini anatakiwa apate haki ya elimu. Kwa nini elimu ni muhimu? Lazima tujue. Je, anatakiwa ana haki ya kwenda shule bila ubaguzi? Labda huyu ni wa kike, huyu ni wa kiume. Tunaangalia hiyo. Na katika elimu anaipata, kuna mazingira salama ya kujifunza. Je, wajibu wa mtoto ni upi katika masomo? Una haki ya elimu, unakwenda shule. Lakini kama mtoto una wajibu wa kusoma kwa bidii. Si ndio? Sawa. Je, watoto tutaulizana, unataka kuwa nani ukiwa mkubwa? Tuliongelea kuhusu ndoto. Kwa hiyo tutaniambia. Nafahamu pia unatakiwa ujue ndoto yako. Na elimu unaipata itakusaidia vipi kufikia ndoto yako? Hiyo ni swali. Sawa. Tunaendelea na hii ni haki nyingine. Haki ya ulinzi dhidi ya ukatili na unyanyasaji. Watoto ni viumbe dhaifu, wanaweza kawa wanafanywa ukatili bila wao kujua ama kutokujua. Wana haki ya kujua kama huu ni ukatili na unyanyasaji. Tutaangalia, je, watoto wanatakiwa watambue ukatili na jinsi ya kujilinda. Tunatakiwa tuwasaidie watoto kutambua ukatili na kujua namna ya kujilinda. Je, unafahamu ukatili ni nini? Sawa mtoto mzuri, utakufunza. Kuna aina mbalimbali za ukatili wa watoto. Kwa mfano, kupigwa kupita kiasi, unyanyasaji wa kingono, ukatili wa maneno. Unaweza kumnenea maneno mabaya mtoto, lakini ule ni ukatili. Kutelekezwa. Unamtelekeza mtoto bila kumsaidia huduma muhimu. Huu ni ukatili. Pia kuna ukatili wa mtandaoni. Unaona kila siku waziri wetu Mama Gwajima ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii amekuwa akiripoti akaunti mbalimbali za watu ambao wanafanyia utoto udhalilishaji wa kimitandao. Hongera sana kwa waziri wetu Mama Gwajima, kazi yako ni nzuri, tunakupongeza. Lakini pia watoto wanatakiwa watambue ishara za hatari, jinsi ya kutambua mazingira hatarishi. Hili ni somo kubwa zaidi tutaendelea kujifunza. Mazingira ambayo ni hatarishi kwako mtoto. Je, tunaomba tupate ujumbe kuhusu hapa.
Hakuna mtu ana haki ya kudhuru au kunyanyasa. Narudia tena, wewe mtoto, hakuna mtu ambaye ana haki ya kudhuru au kunyanyasa. Kwa hiyo ripoti ukatili. Je, tunaripoti ukatili? Sawa, mtoto mzuri. Hii ni pamoja na kwa wazazi na walezi. Watoto wanatakiwa wawe na ujasiri kwa kusema na kutafuta msaada pale wanapokumbana na vitendo vya ukatili. Sawa? Na je, mtoto anatakiwa afanye nini anapoona ukatili? Kataa ukatili. Sema hapana. Ondoka eneo la hatari. Je, pia ni nani wa kumwambia unapokutana na tatizo? Unaweza ukamwambia mtu mzima unayemwamini, unaweza ukamwambia mzazi au mlezi, unaweza ukamwambia mwalimu wako, kuna afisa ustawi wa jamii. Hawa nitawafundisha siku nyingine tutakapoenda kutembelea kuhusiana na afisa ustawi wa jamii, lakini pia polisi na dawati la jinsia la watoto. Kwa hiyo mtoto anapofanyiwa ukatili anatakiwa afanye yafuatayo. Kusema si usaliti. Kusema ni kujilinda. Kusema ni kujilinda. Hakuna mtoto anayepaswa kuvumilia ukatili. Sema hapana.